Wellington. 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 Mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, ni kipindi cha Beauty and Fashion, na siku ya leo tumetembelea moja kwa moja kwenye MK Fashion Treatment. Tutajua mengi sana kuhusiana na swala zima la utunzaji wa nyuso zetu. Kama unavyoniona mimi nimependeza, naweza nikajisifia mwenyewe kabla sijasifiwa, kwa sababu hii kazi yote ni kazi ambayo imefanyika hapa hapa katika MK ambayo inapatikana hapa Jitimai, lakini mengi hasa tutapata kuyasikia, ambaye nipo na mwenzangu hapa, yeye ndiye anayeshughulikia na masuala mazima ya hii kazi ambayo tutaenda kuiongelea kwa siku hii ya leo. Mambo yako? Safi, karibu. Za majukumu? Asante. Nzuri. Unaitwa nani na kazi gani hasa ambayo unajishughulisha hapa? Kwa majina naitwa Zuena Amor Boy. Kazi ninayojishughulisha hapa ni masuala ya facial pamoja na salon, pedicure, manicure vingi, lakini leo tutabezi sana katika upande wa facial. Tunaongelea kuhusiana na sura za watu, au sio? Na moja kwa moja, yani hili neno facial watu wengi naweza tukawa tunasema tu, lakini hatulifahamu tunamaanisha nini hasa tukiingia katika masuala mazima ya facial treatment. Facial ni usafi wa kina wa ngozi ya uso, sio kusafisha uso tu, bali tunatoa na uchafu ambao unapatikana katika uso, like blackheads ambazo zinapatikana katika uso, pores ambazo zimeziba. Na swala gani hasa au kitu gani hasa watu huwa wanakosea katika swala zima la utunzaji wa nyuso, au utatuanzia moja kwa moja jinsi gani mtu anaweza akatunza sura yake au tuseme nyuso zao? Kosa kubwa ambalo watu wanakosea ni kutumia bidhaa bila ya kujua aina ya ngozi yao. Ndio. Pia kutumia bidhaa bila ya consistency, yani wanatumia leo wanatumia kesho wanaacha. Inavyotakiwa ni vipi? Inavyotakiwa ni kunatumia bidhaa ambayo ni sahihi na ambayo inaendana na ngozi yako. Katika swala zima hapo umeelezea kuna baadhi unatumia bidhaa unatumia unaacha. Tunatakiwa tutumie vipi hizi bidhaa? Unatumia bidhaa kwa mfano kama ndani ya mwezi hivi. Yaani una take time kutumia ile bidhaa. Uangalie. So, unatumia leo, kesho unabadilisha, unatumia nyingine. Ndio. Na hilo tunaona ni kosa kubwa sana. Labda inawezekana kaenda sehemu au katika mitandao ya kijamii yetu anaambiwa kitu fulani kizuri kimenifaa bila kuangalia aina ya ngozi yake. Mtu tuongelee pia hapo. Ni kweli watu kwa mfano ataka mtu atapita, mimi nimetumia kitu fulani hakijanisaidia kitu, atatumia kitu fulani bila kujua yeye mwenyewe ni aina gani ya ngozi yake ambacho kitu kinataka. Yeye anatumia tu kitu ambacho kaambiwa tu na mtu, anatumia bila kujua aina. Kwa hiyo ndio kama hivyo, anatumia leo, kesho anaacha, anaenda kutumia chingine ambacho mtu kamshauri, kesho kutwa atatokea mtu mwingine atamwambia tumia kitu hichi kitakusaidia, anatumia kile kwa kiasi cha pili, cha tatu anatumia na inakuwa hatutunzi vizuri sura zetu. Na kuna tofauti gani, tuingie moja kwa moja katika swala zima la facial, tofauti ya facial ya kawaida na ile facial ya professional zaidi? Facial ya kawaida hufanywa nyumbani, lakini facial ambayo ni professional inafanywa kwa kutumia vifaa maalum, techniques zilizokuwa sahihi na product ambazo zinaendana na ngozi ya mtu. Sawa. Katika ile ya nyumbani ndio ile ambayo saa nyingine tukiingia katika mitandao ya kijamii tunaona labda tumieni mbatata kuondoa weusi katika chini ya macho, tunaona hivyo. Hizo ndio hiyo au kuna aina gani? Ndio hiyo. Tuingie pia katika vifaa hivyo. Unahisi ni vizuri kusaidia ngozi ya mtu kuliko facial kutumia zile tunaita bidhaa za asilia, kwa mfano hizo tungule pia naona mbatata au matango? Ni vizuri kutumia professional kwa sababu hata hizo za kawaida sometimes zinakuwa hazisaidii, ndio kama tulivyosema kwamba ni aina gani ya ngozi yako nini inataka. Ndio. Kwa hiyo ni vizuri kutumia professional kuliko kawaida. Katika swala zima la kutumia facial, labda mimi sina kawaida ya kufanya facial, lakini dalili gani ambazo zitanifanya mimi kujua kwa sura yangu mimi nataka facial? Chunusi kujirudia mara kwa mara, pores kuziba usoni, au pia kuwa na blackhead na whitehead nyingi katika uso.
Blackhead tufahamishe, maana kuna watu hawafahamu professional. Yaani kikawaida ni nini hizo blackhead? Yes. Blackheads ni chunusi ambazo zinakuwa ni kama vitobo vina pores nyeusi hivi usoni. The blackhead. Na white zinakuwa ni nyeupe. Na sana huwa inasababishwa na nini, labda katika sura zetu kufanya aina hizo za chunusi? Mafuta mengi. Mafuta tunaokula, tunajipaka. Tunajipaka, yote yanachangia. Yanachangia. Kwa hiyo ushauri ni nini katika swala zima hapo kwanza, kabla hatujafika mbali la masuala haya ya mafuta? Tusitumie vyakula ambavyo vina mafuta mengi. Kunywa maji mengi, alafu pia kukutana na wataalamu kwa ajili ya kuondosha hayo mafuta. Sawa, kuna baadhi ya watu wanasema kuwa facial inasaidia kuondoa chunusi. Je, kiprofessional ni kweli swala hilo? Ni kweli inaondoa chunusi, ila ndio unafanya mara kwa mara. Kwa sababu sio ukifanya mara moja tu zitaondoka. Hapana. Na kuna dawa labda anaweza akatumia mtu, au hapa akija MK treatment mnaweza mkampatia wewe anatumia mara kwa mara, au mnampangia ile ratiba kama baada ya siku fulani njoo siku fulani ili tuendelee na zoezi hilo? Ndio, tunampangia baada ya siku fulani njoo. Pia kuna sabuni hapa zinapatikana, kuna skin care pia zinapatikana, mtu anapewa kulingana na ngozi yake. Ndio. Na moja kwa moja tuangalie, tumalizie na umuhimu wa facial. Umuhimu wa facial: kutoa mafuta katika mwili, pia kutoa mafuta katika mwili, kung'arisha nyuso. Ndiyo. Na pia kuirejesha ngozi katika afya yake mwanzo. Tukiendelea kwa siku hii ya leo tukiongelea masuala mazima ya facial, tutagusia pia makosa yanayoharibu ngozi bila wewe mwenyewe kujua. Unajua kuna mambo unafanya kila siku bila kujua yanaharibu ngozi yako? Ndiyo, leo nakuletea makosa ya kawaida ambayo wengi wetu tunayafanya. Ya kwanza ni kulala na makeup. Kulala na makeup hii huziba zile pores na husababisha chunusi kwa walio wengi. Lakini pia kuosha uso mara kwa mara kupita kiasi, unaondoa yale mafuta asilia ya ngozi na kuifanya iwe kavu. Kitu kingine ni kutokunywa maji ya kutosha. Ngozi pia huhitaji maji ya kutosha, na ndiyo maana hukosa unyevu na kupoteza mng'ao ambao upo nao. Kitu kingine ni kutotumia sunscreen. Jua linaweza kusababisha mabaka na kuharibu ngozi pole bila ya wewe mwenyewe kugundua. Ni muhimu sana kutoka nyumbani ukiwa umebeba sunscreen na umepaka sunscreen. Kitu kingine ni kujichua chunusi, nikimaanisha wale ambao wanatumbua chunusi zao wenyewe. Na kitu hichi ni kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kusababisha makovu na maambukizi moja kwa moja. Lakini suluhisho ni nini? Suluhisho la kwanza ni safisha uso mara 2 tu kwa siku. Tunatakiwa tusafishe uso zetu mara 2 kwa siku. Tumia bidhaa sahihi kwa ngozi yako, kunywa maji mengi, epuka kugusa uso mara kwa mara. Uzuri wa ngozi hauhitaji gharama kubwa, bali unahitaji maarifa sahihi. Epuka makosa haya na utaona mabadiliko makubwa kwenye ngozi yako. Tuendelee na mambo ya facial kwa wiki hii ya leo, tukiwa hapa MK Facial Treatments. Wateja wako wengi ambao wanakuja katika saloni hii ya MK Facial Treatment huwa wanakuja na tatizo gani labda kwa wingi? Kwa wingi wanaokuja ni wale ambao wanakuwa na chunusi pamoja na blackheads pamoja na whiteheads. Sana ni hao wanaokuja. Sana inaonekana ni changamoto kubwa ambayo imetuzunguka wanawake. Na ushauri tayari ushatoa jinsi gani tunaweza tukajizuia na kupata hivyo vitu. Lakini nataka utuhadisie changamoto ambayo ushawahi kukutana nayo au ushakutana nazo katika kazi yako hii. Yaani mteja amekuja, maana kuna wateja wengine tunajua tunaita na wabubu katika kazi yako. Changamoto gani ambayo ulikutana nayo? Changamoto kubwa kabisa ni kwamba vile mtu anakuja anataka kufanya facial, maybe ana chunusi.
anataka siku ile ile, yani siku ile ile akiondoka hapa awe clear. Na ndio tuko tuwaea, mimi najua watu wanavyojua. Sasa hivyo ndio haitakiwi. Ili upate matokeo bora lazima kila kitu ki take time. Ndio utaanza siku moja umeanza kufanya facial, utaangalia. Alafu mara ya pili wewe baada ya mwezi mmoja njoo ufanye tena. Mara ya tatu tena njoo, alafu hapo ndo uangalie matokeo yanayokuja. Sio pale pale tu wewe ukija unataka pale pale matokeo yaoneshe. Hiyo itawezekana. Haiwezekani. Kumbe mimi hata mimi pia nilikuwa na akili hiyo. Kuwa nikija tukifanya facial kama mtu anachunusi siku hiyo naona hamna kitu, kumbe ni sivyo kabisa. Na katika swala zima la facial, kuna aina za facial. Kuna facial labda ya kawaida au kuna facial ambayo hii bi harusi akitaka kuolewa labda anabidi afanywe facial hii, au huyu anataka kwenda. Kuna facial aina ngapi hapo? 3. Zipi na zipi? Kuna normal facial, kuna hydra facial na kuna anti-aging facial. Tuanze na hiyo normal kwanza. Inakuwaje? Normal ni ya kawaida tu. Na hiyo hydra facial inakuwa ni full package. Isipokuwa product moja tu inakosekana, ambayo hiyo product ni ya enzymes, ambayo enzymes inasaidia kuondoa mikunjo usoni. Hiyo inaingia katika product ya katika facial anti-aging. Anti-aging ni facial ambayo ina yani kikawaida inakuwaje? Inakusaidia nini yani mtu? Unaona tofauti gani? Utofauti uliopo kati ya anti-aging na hizo nyingine ni ndio ile product ya enzymes ambayo inapatikana katika huku, hiyo anti-aging inasaidia kuondoa mikunjo, inasaidia kung'arisha uso, na sana sana hiyo ndio anatumia mabi harusi. Kumbe na wewe bi harusi inakuwa inachukua muda vipi yani? Kwa mfano mimi wiki ijayo nataka kuolewa, kwa hiyo nije kwa muda gani nije ili kujiandaa na maandalizi ya harusi yangu? Kwa mfano kama one week before ile harusi unakuja unafanya. Na mshawahi kupata wateja ambao wamepata matokeo mazuri, yani wameshangazwa na kazi zenu ambao mnafanya katika saluni yenu hii? Yeah, wapo. Na ushahidi unakuja nao? Ukiangalia tathmini ipoje mwitikio wa wateja katika saluni yenu? Wengi sana. Wengi. Na kitu gani ambacho kinawafanya mpate hivyo wateja wengi? Huduma tunazotoa. Huduma nzuri. Pia ni sehemu, yani hii saluni jinsi ilivyo, hamna vile wanaume humu. Kwa hiyo vile watu wengi wanakuja hapa kutokana na hivyo. Na vitu vitatu vya msingi ambavyo mtu anaweza akatumia katika kutunza sura yake. Vitu vitatu. Yani kwa mfano mtu hana uwezo wa kuja kufanya facial katika saluni yenu, lakini kama anaweza akavipata hivi vitu vitatu, anaweza akatunza sura yake au uso wake. Tulivitaja kule cleanser, sunscreen nzuri pamoja na moisturizer. Ni hivyo vitatu. Na tuangalie vile vya asilia majumbani ambayo uliniambia kwa mfano mbatata haina bei. Kwa mfano mbatata tunaona watu wanatia matango, kitu gani? Yaani katika product kama hizo za asilia ambayo mtu itakuwa rahisi kuzipata kwa nyumbani. Unaweza kutumia hizo, lakini sasa je, unajua ngozi yako? Yaani unajua aina ya ngozi yako? Ndio hapo sasa. Kitu hichi hapa kitanifaa. Kwa sababu hatujui tango inasaidia nini, tungule inasaidia nini. Kwa hiyo unachoshauri wewe ni nini katika swala zima la wale watu ambao wanatumia vitu hivyo vya nyumbani? Wafike kwa wataalamu ili kupata ushauri. Na tuingie katika sehemu yako ya kazi. Kitu gani ambacho huwa kinakufurahisha, kinakupa faraja wakati unamhudumia mteja wako labda? Mteja akitoka kafurahi, kapendeza. Na wewe mwenyewe unafurahi. Tuachie ujumbe moja kwa moja wa kuwapatia watu kuhusiana na swala zima la kuja kufanya facial, lakini swala zima la kutunza sura zetu au nyuso zetu, kwa sababu katika kipindi chetu tutaongelea kuhusiana na swala zima la beauty, ni urembo kama wanawake. Unajua kitu ambacho kinaweza kuvutia ni jinsi gani tunajiweka kuwa vizuri. Sasa ujumbe gani ambao unao kwa watazamaji? Ujumbe wangu ni kwamba watu wakutane na professionalist kwa ajili ya kutunza afya ya ngozi yao pamoja na kuimarisha muonekano wa sura zao. Wakaribie MK Facial Treatment, we serve you better. Sawa. Na mkiachana na facial, kitu gani kingine ambacho mnafanya, mnapatikana wapi? Lakini pia mtuachie namba za mawasiliano ambapo itakuwa rahisi kuwapata kwa watazamaji.
Huduma nyingine ambazo tunatoa hapa ni salon, mambo ya nywele. Tunaweka chakula cha nywele, hair treatment, tunaweka dawa, tunaweka steaming, tunasuka pia. Kiachana na mambo ya salon, tunakuja katika hapa pedicure, kusafisha miguu, kuna manicure, kusafisha mikono. Tunafanya body scrub, tunafanya single, tunafanya body bleach. Wote hivyo vinapatikana MK Facial Treatment, na tunapatikana Fuoni, nje ya Jitimai, hospitali ya Tawakal, nyuma ya hospitali ndio tunapatikana, na namba yetu ya simu ni Zanteli ya pili 45 95 16. Sawa, asante. Hai, karibu. Asante. Huwa nilikuwa katika upande wa beauty. Je, katika upande wa fashion kwa wiki hii ya leo tunaangazia wapi? Na upande wa fashion katika wiki hii ya leo tunaenda kuangazia swala zima jinsi gani kama wewe mwanamke unaweza ukamechi rangi za nguo zako vizuri ili uwe na muonekano vizuri kila pale ambapo unapopita. Tumeandaa makala fupi ambayo utaenda kuisikiliza hivi punde. Katika ulimwengu wa fashoni leo tunaangazia swala zima la sanaa ya kupangilia rangi za mavazi zetu, yani color coordination. Tujue kuwa kuvaa vizuri sio tu kuhusu aina ya nguo unazovaa, bali ni jinsi ambavyo unaweza kupangilia rangi kwa ustadi. Ndiyo, rangi zina nguvu kubwa ya kuonyesha hisia, kujiamini na hata hadhi yako mbele ya jamii. Lakini kwa nini tupangilie rangi? Kuna umuhimu gani? Ndiyo, kupangilia rangi kuna umuhimu mkubwa sana. Ya kwanza, tunaongeza mvuto na muonekano wako, lakini pia kuonyesha unaelewa ile mitindo ambayo ipo duniani, kuongeza kujiamini na unapokuwa mbele za watu. Mtu anaweza kuwa na nguo nzuri sana lakini akachanganya rangi vibaya, akaonekana hana hata mpangilio. Nitakwambia kanuni rahisi za kuchanganya rangi, na kanuni 3 kwa siku hii ya leo. Kanuni ya kwanza ni rangi zinazofanana, yani matching colors. Hizi ni rangi zilizo karibu kwenye mzunguko wa rangi. Kwa mfano, rangi ya blue and rangi ya blue light. Unapovaa rangi hizi zinakuwa rangi ambazo zimefanana. Lakini rangi nyingine ni rangi ya pinki pamoja rangi ya red, nikimaanisha rangi nyekundu. Hutoa muonekano wa utulivu pamoja na elegance. Kanuni ya pili ni rangi zinazokinzana, yani contrast colors. Hizi ni rangi zilizo tofauti kabisa. Kwa mfano, black and white, nyeusi na nyeupe, kama tulivyozoea wengi wetu kuvaa nguo hizi, blue and orange na kadhalika, hufanya uonekane stand out na kuvutia macho ya walio wengi. Kanuni ya 3 ni rangi 3 au tunaita rule of third. Epuka kuvaa rangi nyingi kupita kiasi, yani jaribu kuishia rangi 2 hadi 3 ili muonekano wako ubaki kuwa klasi. Vidokezo muhimu vya fashion bwana, ni black, white and beige. Hizi rangi ni salama na zinaendana karibu kwa kila kitu. Usichanganye rangi nyingi zenye kelele, yani kuna zile rangi za bright colors kwa wakati mmoja. Kuna watu unawakuta wamevaa marangi hata ukipita kule wanang'ara wao tu. Angalia rangi ya ngozi yako kwanza. Baadhi ya rangi hukufaa zaidi kuliko nyingine kutokana tu na rangi ya ngozi yako ni muhimu. Lakini kitu chingine cha muhimu katika fashion ni accessories. Nikizungumzia kuhusiana na accessories na maanisha viatu, mkoba, herini, vile vitu ambavyo utavaa wakati unatoka na nguo zako, nazo ziendane na rangi ya nguo zako. Ni muhimu kuangalia mkoba
kuangalia viatu, kuangalia herini ambazo unavaa kwa siku ile. Kuna makosa ambayo tunapaswa kuepuka. Kosa la kwanza ni kuchanganya rangi nyingi kupita kiasi. Nasisitiza tena, kuchanganya rangi nyingi kupita kiasi. Kuvaa rangi zinazogongana bila mpangilio. Unavaa rangi ambazo hata kufanana hazifanani. Kupuuzia umuhimu wa viatu na mkoba kwenye muonekano. Walio wengi wetu tunadhani kuwa tunafananisha tu rangi za nguo tunazovaa, tukisahau kuwa tunabeba mikoba, tunavaa viatu ambayo inatufanya sisi muonekano wetu uwe vizuri pale ambapo tunafananisha mkoba pamoja na viatu na rangi ambazo tunavaa za nguo zetu. Tujue kuwa fashion sio gharama. Kwanza, fashion ni mpangilio. Unaweza kuwa na nguo chache, lakini ukijua kupangilia rangi ukaonekana kama umetoka kwenye runway. Huo nilikuwa upande wa fashion katika wiki hii ya leo, ambapo tumeangazia swala zima la sanaa ya kupangilia rangi za mavazi, ikiwa ni changamoto kubwa katika jamii zetu. Katika upande wa beauty and fashion kwa wiki hii ya leo, tumetembelea katika saluni ya MK Treatment, ambapo hapa tuliangazia swala zima la umuhimu wa kufanya facial ili nyuso zetu ziwe na muonekano wa kuvutia, lakini pia sio kuvutia tu, jinsi gani ambapo tunaweza tukatunza nyuso zetu ili huko tunapoenda tuonekane tupo vizuri. Mimi sina tena la ziada. Ambaye nilikuwa amenikaribisha leo katika saluni ya MK ni Zuena. Mimi ni Leila Mohamed. Nyuma ya kamera director wangu ni Mudathir, ambaye anafanya niwe na muonekano mzuri sana katika kipindi hichi cha beauty and fashion. Nikutakie mchana mwema tu, usikose kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea. Zanzibar Cable Television, ukarimu wa mwambao.